vijana, msifikiri CCM haijui matatizo yenu. CCM gani hiyo itakuwa haijui matatizo? Kwanza CCM ilianzishwa na vijana. CCM ni tani. Ilianzishwa na Mwalimu Julius Nyerere akiwa na miaka 32. Alikuwa mzee, alikuwa kijana. Vyama vyote na mapinduzi duniani yanafanywa na vijana. Huwezi kupuuza vijana. Chama kinachopuuza vijana kitakuwa kimekwisha kufa. Kwa sababu hakuna chama cha wazee peke yao, labda iwe NGO yao ya kucheza bao, lakini kama ni chama kabisa, lazima kijue matatizo ya vijana na lazima kijishughulishe na matatizo yao. Kwenda kuwapa vijana matumaini kwamba mipango inayokuja na awamu inayokuja ya baada ya uchaguzi, tumekubaliana, mimi ni mjumbe wa kamati ya ilani, tumekubaliana kwamba lazima vijana wapewe nafasi maalum. Lazima tuwape nafasi ya kufanya. Kama ni uvuvi, wavue kisasa, wasivue kama babu zao. Lazima tuwasaidie zana za kisasa. Nilikuwa namtania mwenyekiti, alikuwa ananiambia kuna kitaru cha kahawa vijana wa Mreba wanatengenezewa. Nikamwambia hapo sawa, lakini vijana hawa hawataki hela za kungoja miezi 6. Wao wanataka haraka pale pale. Ndio ujana huu. Wala huwezi kuwalaumu wao, umewasomesha kwanza, alafu umewapa simu na televisheni, wanaona dunia, wanataka kuiga dunia. Kwa hiyo viko miradi ambayo vijana wakipewa wanafaidika. Moja ni uvuvi wa kisasa, unawapa zana, wanaenda wanavua. Kama ni kilimo, waingize katika kilimo cha mazao yanayoiva haraka. Ndiyo bustani, anavuna nyanya, anauza, ananunua vocha. Maana kwa vijana anaweza kulala njaa lakini akawa na vocha, au sio? Hiyo, huo ndio ukweli. Kwa hiyo tutaenda na ilani, na baada ya uchaguzi tutaleta program ambayo inakuja kusaidia kuongeza mapato kwa watu wote, na vijana ndio wengi, ili na wao waweze kufaidika. Tunawaomba mwende kwa wananchi, mkawaeleze kazi iliyofanyika na serikali ya CCM, na watuma kwa kazi hiyo. Maana mwingine anaweza akaona kuna zahanati lakini hajui ilikujaje. Yeye anafikiri imeota tu. Mumwambie hii ni matokeo ya ilani inayosimamiwa na Samia Suluhu Hassan. Akiona kuna ambulance inabeba wagonjwa, asifikiri imezuka. Ni mpango mahususi wa kupeleka wagonjwa wasiojiweza kwenye kituo cha juu zaidi kuliko kule ambako anatoka. Mambo makubwa yamefanyika kwa miaka 4, na muyatangaze ili wananchi wajue wajibu wao wa kuweka chama na kuweka mgombea ambaye anajali maslahi yao. Muwaepushe wasipige kura kwa vyama ambavyo vinataka shari. Ndiyo, sisi tunataka amani. Wenyewe ukisema no reform nini kwa Kiingereza, maana yake unasema utavuruga uchaguzi, unataka vita vya wenyewe kwa wenyewe. Utavurugaje? Unapinga katiba. Lazima ukipinga katiba unaweka nini? Unaiweka nchi rehani, si ndio? Hakuna, hatuwezi kuruhusu hiyo. Lakini waambieni, chama peke yake ambacho kinaweza kuongoza nchi kwa amani na ushahidi upo, kimeongoza kwa miaka 60, ni Chama cha Mapinduzi, na mgombea wake ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndiye anaongoza, mambo yanaenda hivyo navyoyaona. Usijaribu kununua mtumbwi wa ovyo ukaacha mtumbwi unaokuletea samaki, na usitoboe mtumbwi unaosafiria. Tutazama wote. Baada ya maelezo hayo, naomba sasa kujua wangapi wameelewa
mafunzo niliyotoa. Kwa kweli, kama ni kweli mmeelewa, basi sifa mlizonipa ninazistahili na mimi nazipokea. Wangapi sasa wanaungana na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwamba Samia awe rais kwa kipindi kingine cha miaka 5? Basi mimi naenda na salamu zenu, na mwambia ukiona umeshinda sana na Karagwe imechangia. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Nimefurahi kupokea taarifa kutoka kwa afisa ushirika wa mkoa, jitihada za serikali kuwasaidia vyama vya ushirika, kuwasaidia wakulima katika kupata bei nzuri, katika kuongeza pembejeo. Maisha ya watu yanaendelea kubadilika siku hadi siku. Nyie ni mashahidi, wakati wa Kangomba bei ya korosho ilikuwa shilingi ngapi na sasa ni shilingi ngapi? Hatua ni kubwa sana. Wenzenu waliambiwa huko na Chingwea na hao waliosema huku mbali kwamba ushirika huu hauna maana, lakini jana nimeeleza Kilwa, katika wale viongozi waliowahutubia na kuwapotosha wananchi, hamna hata mwenye shamba, hamna aliyewahi kulima, hawajui ushirika na hawajui mazao haya. Niwaombe, endeleeni kushirikiana na serikali. Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia katika rekodi ya kubadilisha maisha ya wakulima, kuongeza pembejeo, ruzuku ya pembejeo ya mbegu na mbolea. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya wakati tunaanzisha kokoa pale Kyela. Bei ilikuwa 1,600 mpaka 2,000. Leo ni zaidi ya shilingi 26,000 kupitia stakabadhi ghalani. Mambo yamebadilika. Kwa hiyo niwaombe, Chama cha Mapinduzi kwenye ilani tumeeleza bayana juu ya mipango yetu ya kuimarisha ushirika, juu ya kuwainua wakulima hawa. Niwaombe, hawa wengine hawana dhamana wala wajibu zaidi ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Hello, welcome back. JEB Village, what country are you watching from? Today we will show you Africans who eat fish with electricity. African life in the village. They cook good fish, but with electricity. Have you ever eaten it? It's really strange, but it's nice because they eat happily and they also feel the whole world is theirs. It's amazing that this African community uses the same culture of believing that food cooked by a beautiful black woman is tastier, and men like to marry black women because they grow hotter in the country. What are your cultures? After cooking, they must be called old people so that they can eat here. What you are looking at is a fish with electricity. Being cooked, these fish are found in a well in Tanzania, Africa. The African community prepares food together. They sit and eat. When they start to eat, they eat with love and solidarity. They like to eat fish and other things. Surprisingly, this community believes that black women are the most popular for men to visit cities with black women because they believe that these women are hotter. For example, if you look at this girl who cooks, she is a black girl. Because they like women like this, they believe that a girl like this, her food will be tastier because she cooks more calmly. And when she cooks with a beautiful smile. Many people like girls like this more. Men collect cows and visiting families with daughters who are getting married. The surprising thing is that these fish are famous for their sweetness, even though they are electric fish. These fish are found in Tanzania, mainland Africa. Very attractive. If you look at her, like this one who cooks, she is really beautiful. Africa is famous for having very beautiful women.
Have you ever been to Africa? If you haven't been, tell us what country you are watching us from. Please count. Scrub channel. There's so many things today. In addition to having good food, the African environment is attractive because the climate is calmer, which causes African people to be beautiful and have softer skin than other continents. If you consider the African environment, it is an environment that encounters rain frequently, but also far from encountering a lot of rain to meet the sun with great calmness, the sun that does not hurt because many deserts are not found in Africa, but are found in other continents. Look at the many attractions found in this video. These are pots that are found only in Africa, but apart from being stuck in a pot, he uses it to move. It is a natural handle. He cuts a tree with 2 horns and holds the pot while moving maize grain that is very nutritious for men. But this grain is famous for children so that they can gain intelligence and women to find the strength to work. It should be remembered that in Africa, women do most of the housework.